Kusalia na hayo, licha ya bajeti ya mwaka huu kuwasilishwa bungeni, wengi wamekuwa wakifuatilia mojawapo ya ajenda 4 za serikali ya Rais Uhuru Kenyatta ambayo ni makazi. Mojawapo ikiwa ujenzi wa makazi ya bei nafuu kupambana na ukosefu wa nyumba za kutosha. Katika kaunti ya Kakamega, maafisa wa kulinda magereza bado wanaishi katika nyumba za matope. Willy Lusige anatuarifu zaidi. Vyumba hivi vidogo vilivyotengenezwa kwa udongo ndivyo makazi yao pamoja na familia zao. Ndoto zao zikiwa asubuhi ifike haraka waendelee na majukumu yao. Haya ndio mandhari ya maafisa wanaolinda gereza la Kakamega. Vyumba hivi vya udongo huwasitiri wachache waliobahatika wakiishi katika vyumba vya mabati. Apart from being muddy, you find that they are also small. So it forces most of us to leave our families behind. When the kids are growing up, and with them and you in one room, it's very demoralizing. Because the kids need a space to study, they need a space to put on the TV and chat with their fellow kids, and you cannot do it. Zimesalia siku chache kabla ya vyumba hivi kubomolewa. Mradi wa kujenga vyumba vya kisasa 60 unaogharimu shilingi milioni 118 ukikamilika. Ni mradi wa mpango wa kuboresha makazi ya maafisa wa polisi na wale wa magereza, mojawapo ya ajenda 4 kuu za Rais Kenyatta, ikiwa ni makazi bora kwa Wakenya. This construction will go a long way to boost the morale of my officers, make them work hard. At least hiyo nyumba itatusaidia for privacy, at least akupe morale ya kufanya kazi, kwa sababu unajua tuko peke yako kama yanakusumbua. Ukosefu wa makazi bora ni changamoto pia kwa kaunti ya Kakamega. Hapa kuna upungufu wa vyumba zaidi ya 1500 kuwasitiri wafanyikazi wa kaunti hiyo ambao ni takriban 8000. Si hayo tu, wanafunzi wapatao 16,000 wa chuo kikuu cha Masinde Muliro na taasisi nyingine wanahangaika kukosa makazi, wengine wakiishi zaidi ya kilomita 15. The entire county houses that people, decent houses that people can rent and live decently are not there. Hapa inakuhitaji mwezi mzima kwa mgeni kupata nyumba ya kukodi. Gavana Wycliffe Ambetsa Oparanya akipata msukumo kupata suluhu la kudumu. We want to construct 3,000 housing units first to offer to our staff. Wameamua kuzamia teknolojia ya kisasa ya ujenzi ili kurahisisha mijengo na kushusha bei ya ujenzi. 1,000 units according to the two technologies. So within 6 months it should be complete. The owners of the land were compensated, but unfortunately they never surrendered title deeds. Huku taifa la Kenya likiwa na upungufu wa zaidi ya nyumba 1200 kila mwaka, kuna hitaji la kutumia teknolojia ya kisasa kurahisisha ujenzi wa vyumba mbalimbali katika nchi hii, pamoja na kupunguza changamoto ya ukosefu wa nyumba bora za makazi. Willy Lusige nikiripotia KTN News, gereza la Kakamega katika kaunti